Esengananga nalela ube nalela ma waya ube nalela ine nalela ube nalela ma waya ube inabele ulityokolwa unakuchilube ma oshikale inabele ulityosobo masaka luputale wangene ube luputike makene luputale ne sambo ube ubile nyasa esengananga nalela ube nalela ma waya ube nalela ine nalela ube nalela ma waya ube inabele ulityokolwa unakuchilube ma oshikale inabele ulityosobo masaka luputale wangene ube luputike makene luputale ne sambo ube ubile nyasa ubema esenganangana ukumba mwana wa lwendu iyo bema mbembe na luombo bula iolo tikyole cha mito lobe yale chiche mito ema waya u lokendo lobe ma alwambike cha bongwana ngini bole mwambondo kwalube balo malo oma waya u gratoto Alisa gile ni madam mwakole iyoche ma iyoche u tato nyeka tato tena lukumsobe anye waona tata mbomba esenikolu ule pele omi amboyos ambama amandanacho obe inos yona basha inu alu kole nangena mwakole batata bama boss baba ko muchungile eto umalwachi no mwechi mwakole iyoche ma iyoche luputike masaka luputale wangene ube luputike makene luputale ne sambo ube
abenu basangwa ala moba nchiki lwengo lwienga lolema umbe angeni mayuto dada ukweli tilke de donne promota bonga misa maungwa mawa Daniel Ntabi isoba esendo isambwa tushika astere so isinganangana Abuja toshika mawa Bra Abdallah Simba Australia Ungwe Mzee Choma Mialano Yohana ametutoka, safari ya dunia amemaliza kwa heshima na baraka. Moyo unaumia, machozi yanadondoka, lakini mapenzi yake yataendelea kuangaza. Aliwacha watoto, aliwacha jamaa, akawafundisha wema, uvumilivu na adabu. Mzee Choma Mialano Yohana ametutoka, safari ya dunia amemaliza kwa heshima na baraka. Moyo unaumia, machozi yanadondoka, lakini mapenzi yake yataendelea kuangaza. Aliwacha watoto, aliwacha jamaa, akawafundisha wema, uvumilivu na adabu. Mialano Yohana ametutoka, safari ya dunia ameimaliza kwa heshima na baraka. Moyo unaumia, machozi yanadondoka, lakini mapenzi yake yataendelea kuangaza. Aliwacha watoto, aliwacha jamaa, akawafundisha wema, uvumilivu na adabu njema. Sauti yake imepumzika, lakini somo limesimama. Upendo aliupanda, leo uwe daraja la amani daima. Enyi watoto mliobaki, sikilizeni wito huu. Isheni kwa umoja, msigombane katu. Upendo ndio urithi mliokabidhiwa, huo ndio utakaomfanya mzee aendelee kufurahi mbinguni bila shaka. Mkumbukeni kwa matendo, si kwa machozi pekee, kwa kusaidiana, kusameana na kuheshimiana kweli. Ameondoka mwilini, lakini roho yake iko karibu. Inatabasamu mnapoishi kwa amani na mapenzi yasiyo na mipaka. Pumzika
ujumbe wako umefika, tutaulinda milele, upendo uendelee, kizazi hadi kizazi. Huo ndio usia wako, hazina isiyopotea kamwe. Wataweka hapa. Ametutoka, safari ya dunia ameimaliza kwa heshima na baraka. Moyo unaumia, machozi yanadondoka, lakini mapenzi yake yataendelea kuangaza. Aliwacha watoto, aliwacha jamaa, akawafundisha wema, uvumilivu na adabu njema. Sauti yake imepumzika, lakini somo limesimama. Upendo aliupanda, leo uwe daraja la amani daima. Enyi watoto mliobaki, sikilizeni wito huu, ishieni kwa umoja, msigombane katu. Upendo ndio urithi mliokabidhiwa, huo ndio utakaomfanya mzee aendelee kufurahi mbinguni bila shaka. Mkumbukeni kwa matendo, si kwa machozi pekee, kwa kusaidiana, kusameheana na kuheshimiana kweli. Ameondoka mwilini, lakini roho yake iko karibu, inatabasamu mnapoishi kwa amani na mapenzi yasiyo na mipaka. Pumzika kwa amani mzee wetu mpendwa, ujumbe wako umefika, tutaulinda milele, upendo uendelee, kizazi hadi kizazi. Huo ndio wosia wako, hazina isiyopotea kamwe. Yohana ametutoka, safari ya dunia ameimaliza kwa heshima na baraka. Moyo unaumia, machozi yanadondoka, lakini mapenzi yake yataendelea kuangaza.
aliwaacha watoto, aliwaacha jamaa, akawafundisha wema, uvumilivu na adabu njema. Sauti yake imepumzika, lakini somo limesimama. Upendo aliupanda, leo uwe daraja la amani daima. Enyi watoto mliobaki, sikilizeni wito huu, ishieni kwa umoja, msigombane katu. Upendo ndio urithi mliokabidhiwa, huo ndio utakaomfanya mzee aendelee kufurahi mbinguni bila shaka. Mkumbukeni kwa matendo, si kwa machozi pekee, kwa kusaidiana, kusameheana na kuheshimiana kweli. Ameondoka mwilini, lakini roho yake iko karibu, inatabasamu mnapoishi kwa amani na mapenzi yasiyo na mipaka. Pumzika kwa amani mzee wetu mpendwa, ujumbe wako umefika, tutaulinda milele. Upendo uendelee, kizazi hadi kizazi, huo ndio wosia wako, hazina isiyopotea kamwe.
Unasema? Sasa bado niko busy huku, sijui sasa tutaonana saa ngapi. Subiri sana, nikirudi nitakupigia. Nikirudi nitakupigia.
Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Amen. Yes, Lord. ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tumwachia nafasi msimamizi ili aendeleze kipindi ambacho tumekijia.
moja mavuno yataisha kabisa, jua litasimika siku na utasikia injili, atakusanya kwa furaha. Utambulisho. Marehemu alitambuliwa kwa jina la Choma Miyalano, jina maarufu Chums. Alizaliwa Nyamasovu, Tanzania mnamo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka wa 1968. Ni mtoto wa Miyalano Ondoelo Augustin wa jamaa la Washi Butuma Bashalambe, familia ya Iwabola kutoka kijiji cha Mlongwe. Mama wa marehemu aliitwa kwa jina la Louise Mbolonja ambaye amezaliwa katika familia ya Choma Julius. Habari ya kufa kwa marehemu. Marehemu alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kichomi kwa muda mrefu. Mwisho wa siku hali haikubadilika. Ghafla tukampeleka hospitalini, na tulipofika madaktari wakagundua ana upungufu pia wa damu. Katika harakati ya kutaka kuokoa maisha yake, marehemu alikata roho. Elimu na kazi. Marehemu alianza elimu yake ya msingi kwenye shule ya msingi Nyanza Lake pa Burundi mnamo mwaka wa 1976 na kumaliza kwenye shule ya EP Kaseke pa DRC Congo mnamo mwaka wa 1981 na kupata cheti cha elimu ya msingi mnamo mwaka wa 1982. Akaanza elimu ya pili kwenye shule ya sekondari Mshimbache na kumalizia kwenye shule ya sekondari Masoka Tabaraka mnamo mwaka wa 1990. Akapata cheti cha diploma cha walimu. Kazi. Mnamo mwaka wa 1991 hadi 1995 alikuwa mwalimu wa shule ya msingi EP Kananda pa Kananda Fizi. Mnamo mwaka 1998 hadi mwaka 2002 akawa mwalimu wa shule ya msingi EP Neema namba 1 pa Nyarugusu Camp. Mnamo mwaka 2003 hadi 2016 akawa mwalimu wa shule ya msingi EP Tumaini K2 pa Nyarugusu Camp. Mnamo mwaka wa 2016 hadi 2024 akawa mwalimu wa shule ya msingi EP Hodari C1 pa Nyarugusu Camp. Maisha ya familia. Marehemu alioa mke anaitwa kwa jina la Nyota Kasongo wa kabila la Warega kutoka Kitutu Kamituga mnamo mwaka 1988. Ndoa hiyo imebahatika kuzaa watoto 9 wa kiume na wa kike 4, wote wako hai. Jumla ya watoto
waliozaliwa na marehemu ni watoto 14, wa kiume 6, wa kike 8. Jumla ya watoto hao walio hai ni 11, wa kiume 5, wa kike 6. Jumla ya watoto waliofariki ni watoto 3 tu, wa kiume 1 na wa kike 2. Kutoka kwa watoto hao marehemu amekuwa na jumla ya wajukuu 28. Kwa jumla marehemu ameacha duniani uzao wa watoto au watu au binadamu 39. Maisha ya kiroho. Marehemu alikuwa na imani ya Kikristo na alitambua kuwa Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na akabatizwa kwa maji mengi mnamo mwaka wa 1983 pa Kananda Mtambala kupitia kanisa la Free Methodist Church, alikoshiriki tangu utoto wake hadi siku Mungu alipomchukua marehemu. Alikuwa mwimbaji wa kundi la kwaya Section ACE tangu mwaka wa 1982 hadi mwaka wa 1990. Maisha ya kijamii. Niombe tusikilize kwanza hotuba. Wale wenye uchungu walipata kwanza kutulia. Tunaamini kwamba Mungu ndio faraja yetu, tutulie kwanza. Maisha ya kijamii. Mojawapo ya haiba ya marehemu ni kuwa mkarimu, mcheshi na mwadilifu asiyependa magomvi na watu. Kila mara anapokuwa na matatizo marehemu yeye alikuwa mshauri na mpatanishi. Familia sisi tumempenda ndugu yetu, lakini Mungu kampenda zaidi. Marehemu amemaliza ziara yake duniani kwa muda wa miaka 57. Hitimisho. Familia imetoa shukrani kwa ndugu, jamaa na marafiki kwa faraja zenu kuwa nasi kwa wakati huu mgumu kama huu, na kujitoa kwenu kwa hali na mali kuja kuomboleza pamoja nasi. Hatuna cha kuwapa, bali Mungu atawabariki na atawalipa kwa wakati wake. Kwa niaba ya familia ya Bashibu Chuma Ngendo ya Buchuma, Mungu awabariki sana na asanteni sana. Tuko hapa na majonzi makubwa kufuatana na kuachwa na mtu ambaye alikuwa tofauti. Ndugu huyu yule marehemu alifika hapa Mabatini mwaka 2015. Hadi hivi leo ametuacha. Hatusikie kwamba alikuwa na chokochoko na mtu fulani, amegombana na mtu fulani, hatukusikia. Licha kwamba hata akigusa pombe hagombani na jirani yeyote hapa Mabatini. Alikuwa mcheshi, alivyozungumza mtangulizi wangu, alikuwa mcheshi, hakuwa na shida na mtu. Mungu asiyechagua alivuna kwa wakati wake. Tunapenda kusema kwamba kifo cha marehemu cha ndugu yetu kiwe pia kumbukumbu kwako, kwamba leo kwake, kesho kwako. La muhimu tangulizi kujua kwamba nikifa leo nitakuwa mgeni wa nani huku ninakoelekea. Usijidanganye na dunia. Sasa basi, niliandaliwa niende kutafuta gari huko polisi. Sikupewa saa nitakavyosema polisi kwamba saa fulani leteni gari. Wakaniambia wasubiri, tutakwambia saa ya kuambia. Hata hivi sikuona kwamba niliambiwa saa ngapi ya kuambia polisi watuletee gari hapa. Nikafa hivyo. Sasa kwa hiyo kuona hiki chombo ni kizito mno. Wa vijana tushikane mkono kwa mkono, tusikwepe. Hii ni huduma yako, sio mwingine. Huduma ya vijana njoo hii. Kuna wengine kati yetu
tunapoelekea Malaloni, yeye anakuwepo kwenye vingine vyake. Huu ni mzigo wewe pia kujitwika, ni mzigo wangu, sio wa fulani tu, hapana. La mwisho ni kwamba turudi hapo huku Malaloni, hapo pia kunakuwa kidogo maji ya kunywa. Turudie, tujipange nafasi tulivyokuwa, tupate kipaji kidogo. Hatushibi, ni alama. Tutashiba nyumbani, hapo ni alama. Kuna kidogo utakaopewa, baada ya hapo tunasambaa au kuendelea na msiba jinsi ambavyo tukavyoambiwa na familia. Asante, nishukuru sana kwa wote walioshiriki msiba huu. Maana kwa kweli hapa Mabatini kwetu watu si wengi, watu ni wachache. Tuonapo namna hii ni furaha pia kwamba ndiyo hata mimi pia nikifa leo utakuwa maelfu ya watu ushiriki msiba ya mwenzako, na wewe pia kwa ya kwako watakushiriki. Maana wengi umesiba hawafiki, wengi hawafiki, anakaa tu anajisahau kwamba na mimi nitakuwa maiti wa kesho. Kwenye maiti kama hii ufike wewe uonekane, ni la muhimu. Asante sana kunisikiliza kwa haya machache. Usahau kupulizia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usahau kupulizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kama ilivyotajwa kazi alizozifanya za kufundisha watu, amewatengeneza watu wengi kuanzia Kongo miaka 4 kuja kufika hapa. Maisha yake yote alikuwa akifanya kazi ya kutengeneza watu. Mimi ni mwalimu kule kwenye chuo cha ualimu, wanasema mwalimu anatengeneza kitu katika kichwa cha mtu asiyekuwa na kitu ili awe mtu wa thamani, na ndo kazi aliyokuwa akifanya. Sasa wakati tunapompoteza huyu, tunapoteza kabisa, tunapoteza sana. Hilo ni la kwanza. La pili, kwa upande wetu, kabla tujajitaja ni wanani sisi, lakini nitoe ushauri. Vijana wetu nataka ni washauri hivi: kama tunapobeba mtu alivyosema mwenyekiti wa kijiji, tushirikiane kweli, lakini pia na fujo. Mnatufanyiziaka fujo sana vijana, tunawaomba, tunawasihi, tunakuja kufanya hizi kazi tunamaanisha, na tunakuja kufanya hizi kazi, tuna watu wazima ambao tumewazaa kama nyinyi, tuna watu wazima kabisa, tuna wajukuu. Mimi huyu marehemu ninamshinda siku moja ya kuzaliwa. Yeye amezaliwa tarehe 5, mimi nilizaliwa tarehe 4 mwezi huu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa miaka 57 amekufa nayo, ndo ninayo sasa. Kwa hiyo niko mtu mzima, nishakuwa mkubwa. Na kama niko mkubwa na kuja kufanya hizi kazi, ina maana zina umuhimu. Sasa wewe kijana unaelingana na kijana wangu, sijue wa 5 wa 6, ndo unakuja kunifanyizia fujo. Nitakuombea Mungu akupe mshahara wako unaostahili. Pia wale wanaotumia pombe, wakati tunapokwenda kuzika mtu aliyekuwa mshirika wenu, huwa mnatufanyiziaka fujo. Nia mtu fujo kwenye hatua ya mwisho ya kumsindikiza. Wakati watu wanapokuwa kwenye matanga, kila mmoja moyo unaguswa, akili zinaguswa, nguvu zinakosekana mwilini. Tunakwenda kuzika kwa sababu ni lazima, lakini kwa ukweli mtu unayemsindikiza akiwa ni wa thamani kwako, wakati mwingine utakosa nguvu. Vijana wetu waliwakosa vipawa, karibu kuwaumiza na vipawa Malaloni kule. Jamani, mutuwie razi, hatupataki pesa kwa hizi kazi. Mutatoa sadaka hapa, tutaziacha tena hapa. Tunafanya kazi, ni kazi ya Mungu tu. Basi
kama tungekuwa tunakongoa zile sadaka kwa kazi ambayo tumeshaifanya Nyarugusu, sasa hivi mimi ningekuwa mnene hivi, kwa sababu tunazifanya kila wiki na sadaka zinapatikana. Kuna maeneo mengine tunakusanya sadaka 300 tunaziacha. Tusingekuwa tunavaa ovyo ovyo wala kula ovyo ovyo, lakini tunaziachaka. Sio kwamba tunakuja mtufanyie fujo kwa sababu kuna chochote tutakachokipeleka. Hapana, mnafanya makosa. Alafu tena mnafanya makosa hivyo, mnapokufa tunaenda kuitwa kuwazikeni. Ushirika wetu mwache kabisa, mwache. Na wakati tunapokwenda malaloni, kuna watu wanaenda wanapiga ligara hivi, hawajali tunaenda wapi. Wale ambao watabeba mwili wa mtu wanakuwa kama wenye kuajiriwa. Nishaona kule Bukavu kule, wakati mmoja nilikuwa kule, mtu analipwa hela, anabeba sanduku ya marehemu mwenyewe kichwani, anabeba mpaka malaloni kwa wale ambao wanakosa gari. Kufika pale ndo wanafanya ibada sasa. Hapa sio hivyo. Hapa tunashirikiana, tusaidiane. Sio kwenda unapiga ligala, maiti inapita hivi, wewe unapita huku hivi, unakutaniwa kule mbele, unatia mikono mfukoni. Sio hivyo. Hiyo sio tabia yetu, sio utamaduni wetu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Tubebe maiti, tubebe ndugu yetu, tumsindikize. Hakuna kazi nyingine tutakayomfanyia huyu. Njiani sijui maana yoyote, lakini nitayafahamu. Kwa nini kujisumbukia kwa bure, taabu na shida za muda? Kwa nini kujisumbukia kwa bure, taabu na shida za muda? Bwana, unayo magari maelfu na lenye linalonifaa. Unichagulie mwenyewe Bwanangu, nifike salama. Unichagulie mwenyewe Bwanangu, nifike salama mbinguni. Na kama Elia upesi kabisa, nitakavyoacha dunia. Uchungu na shida za huko zitakwisha, milele nitashangilia. Uchungu na shida za huko zitakwisha, milele nitashangilia. Tutamtukuza Mwokozi daima, kuimba maelfu pamoja. Mungu haki na mwenye rehema, katika shauri na tendo. Mungu haki na mwenye rehema, katika shauri na tendo. Alafu nangoja kwa uvumilivu kujua maana kwa wakati, na matumaini ni yenye uzima, urithi ninao mbinguni. Na matumaini ni yenye uzima, urithi ninao mbinguni. Na matumaini ni yenye uzima, urithi ninao mbinguni. Na kama Elia upesi kabisa, nitakavyoacha dunia. Uchungu na shida za huku zitakwisha, milele
tutamshujudu Mwokozi daima, kuimba maelfu pamoja. Mungu haki na mwenye rehema, katika shauri na tendo. Mungu haki na mwenye rehema, katika shauri na tendo. Halafu nangoja kwa uvumilivu kujua maana kwa wazi, na matumaini ni yenye uzima urithi ninao, na matumaini ni yenye uzima urithi ninao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini kwamba unamweka mnyonyaji mikononi mwako na unaweka kila sikio ambalo lina moyo na roho ya uzima ndani yake, itakayosikiliza ipate hekima na maarifa na kujua kuenenda sawasawa na mapenzi yako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu pekee yake. Amen. Watoto wa kike, baada ya watoto wa kike wajukuu wajiandae na wenyewe wasogee karibu. Wajukuu waje wakae karibu kwa wajukuu wasogee. Basila mwe yote mwana ya mwokozi. Tumepata na dharura kidogo, tutaomba tutusaidie ngoma kwa ajili ya kupiga, acha kufungwa na sheria ya madini wala madhehebu wala mipango ambayo mnaingia. Hautaenda mbinguni kwa sababu ya mpango unaoingia. Utaenda mbinguni kama umemkubali Yesu na ukatembea.
Kujaribu kulaza simu. Kwa msalaba sangeenda ndani. Tunaingia katika kipindi kizuri cha maombi. Tumwalika mzee Mtume, karibu kwa maombi. Kocha ni ukanya abecho bino byanya amanyinyi bino byanya byalo nuchuba tuba tuleyano bakabiyele echo mungu kana sheta abecha tulimonina lulu kuba lwake lweshi akuilekelela yobembela yifula baba kolosongecha tolusu umshuwa Yesu onumweko oyananu yana obolonge paka lusuku loshitwe china la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naalika vijana waje wakaweke Mungu. Mimi peke yangu. Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake, heri yakini, yote ni yeye. Roho na moyo zimeokoka, Yesu ni wimbo na raha yangu, Shuka chapula. Pandisha yunu. Hapa ndo pixel. Tukasoma katika kitabu cha Mwanzo 13:19.
Jasho la uso wako utakula chakula hata kukurudia ardhi ambayo katika hiyo ulitolewa, kwa maana u mavumbi. Nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imo rohoni, moto moyoni yaingia.
nazipiga tu nazituma pale kwa nani. Ni baba mkubwa hapo kama sikosei.